na kuolewa ni wazo la Mungu la kwenda kuijaza dunia na kuitawala dunia. Kwa hiyo kama umefika umri wa kuoa au wa kuolewa, ni lazima ushirikiane na Mungu pamoja ili mfanye kusudi lake. Unaposema umefika miaka ya kuolewa au ya kuoa, alafu hujaolewa au hujaoa, unasema kwamba ndoa zina changamoto. Zipi? Hakuna kitu ambacho kina changamoto. Hata mwenye kiwanda ana changamoto. Kwa mfano mwenye kiwanda cha bati, watu wanatengeneza bati, kuna bati wanasema bati reject. Lakini bati reject haja kusababisha kwamba mwenye kiwanda akafunga kiwanda. Kwa hiyo kwenye ndoa kuna changamoto. Sasa changamoto ikija kwenye ndoa ndio tuseme kwamba ndoa hazifai. Hapana. Ndoa ni kama taasisi nyingine zilivyo. Zinapitia changamoto. Lakini changamoto tu haitoshelezi kusema kwamba ndoa hazina mtazamo wake au ndoa ni shida. Hapana. Lazima ujue kwamba ndoa ni agizo la Mungu. Kwa hiyo kijana ambaye hujaoa na ambaye hujaolewa, hakikisha unashirikiana na Mungu kuifanya kazi yake. Kwa kufanyaje? Upate mume wako, upate mume wako, upate mke wako, uoe na uolewe, ili sasa uwe mtenda kazi pamoja na Mungu. Na ndio maana kipindi hichi cha 100 People's Corner kinakujia wewe mwanandoa na wewe kijana, ili kubadilisha fikra zetu, kubadilisha mitazamo yetu, kubadilisha namna yetu ya kuwaza na kuona kwamba ndoa zina shida au ndoa ni changamoto au ndoa siku hizi hapana. Hapana. Jiulize, je, umeolewa? Je, umeoa? Umefikia wewe umri? Taka sana kufanya hivyo ili Mungu atukuzwe, ili uwe mmojawapo wa ambao wameheshimiwa na Mungu kama jukwaa la kuzaa na kuongezeka kwa hapa duniani. Taka sana Mungu atukuzwe. Unajua wanadamu tuko duniani wengi, lakini ukiwa na ndoa na ukataka Mungu atukuzwe kwenye ndoa yako, Mungu atatukuzwa. Halafu Mungu atabariki uzao wako. Mungu hajawahi kuacha ati kubariki uzao kwa sababu ameona changamoto za ndoa zipo. Hapana. Changamoto zipo, lakini kusudi la Mungu litabaki kuwa kusudi la Mungu. Kwa hiyo leo hii na kipindi hichi kinakujia, kitaendelea kutukujia pia kwa habari za kuweza kujua nini kusudi la Mungu kwenye ndoa, nini umuhimu wa Mungu kwenye ndoa, ni heshima gani kubwa aliyokupa Mungu wewe kuitwa mwanandoa. Kwa sababu kuna wengi walitamani hiyo chance lakini hawakuweza kuipata. Kuna wengi walitamani waitwe mume, wengi walitamani waitwe mke lakini hawakuweza kuwapata. Lakini wewe unapata neema ya kuitwa mke, kuitwa mume, hebu kaa kwenye nafasi yako vizuri. Kwa sababu kupitia wewe Mungu atatukuzwa duniani. Kupitia wewe Mungu ataleta maongezeko duniani. Kupitia wewe utajiri na heshima vitajengeka duniani. Kwa sababu Mungu anakusubiri wewe uliye na ndoa, uliye mwanandoa, uliye mume, uliye mke, ukae kwenye nafasi yako ya ndoa. Tuwarithishe watoto wetu kwamba ndoa ni nzuri. Wenye ndoa wawe mfano bora kwa vijana, ili vijana wapende ndoa, ili wasichana mabinti wapende ndoa, ili wavulana wanaume wapende ndoa. Ndoa hii ni mahali ambapo ni paradise ya Mungu hapa duniani. Kwa hiyo ndoa siku zote ni njema, ndoa siku zote ni nzuri, ndoa siku zote ni tamu. Maana Mungu hajawahi kuumba kitu, hajawahi kufanya kitu ambacho ni shubiri wala kichungu. Hapana, Mungu ni mtamu. Kwa hiyo ndoa ni tamu. Kwa hiyo tuwarithishe watoto wetu, vijana wetu kwamba ndoa ni tamu. Wewe mwenye ndoa mwenzangu, rithisha watoto wako kwamba ndoa ni tamu. Kuwa mfano bora kwa watoto, kuwa mfano bora kwa vijana, ili wapende kuoa na kuolewa. Wakaona sweetness kwenye ndoa watapenda. Lakini je, leo vijana wanaiga nini kwa wenye ndoa? Leo vijana wanaiga nini kwa baba na mama ambao wameoa na kuolewa? Lazima tujiulize. Jamii urudi mahali pake.
wanandoa warudi mahali pake, waangalie, je, tunafanya vyema kiasi kwamba watoto wetu au vijana wetu wanaiga jambo lolote kwenye ndoa zetu? Haya ni mambo ya kujiuliza sana. Je, mimi ambaye ni mke, yule ambaye ni mume, je, amekaa nafasi yake ya kuwa barua inayosomeka kwa huyu kijana ili kesho na kesho kutwa apende ndoa? Je, tumekaa nafasi zetu za kufundisha vijana wetu namna nzuri ya kuwa mke bora, namna nzuri ya kuwa mume bora, kama wazazi, kama wenye ndoa, ili wao kesho kutwa wao warithi wazuri wa ndoa? Haya ndio mambo ambayo tutaendelea kujifunza katika kipindi hichi cha Hanad People's Corner. Tukae pamoja kama jamii, tukae pamoja kama wanandoa, tukae pamoja kama vijana, tulizungumzia hili jambo la ndoa, maana ni jambo jema, ni Mungu amelitengeneza, ni Mungu amelikubali. Lakini moyo wa Mungu unakuwa unahuzunishwa pale ambapo anaona ile jamii ya wanandoa ambao alitegemea afanye kazi pamoja na yeye wanakwenda kinyume na ile ambavyo alikusudia. Kwa hiyo, ili kufanya moyo wa Mungu furahi zaidi na kusiwe mwenye ndoa, naomba urudi nafasi yako. Jiulize, ni kwa nini ulikaa kwenye ndoa? Ndoa sio tu habari ya mapenzi na kuzaa watoto. Hapana, ndoa ni zaidi ya hilo. Ndoa ni kusudi la Mungu ndani yako, kukaa duniani na kuzaa vile ambavyo vinazaliwa. Maana yake uchumi wa dunia umewekwa kwenye ndoa. Uchumi wa dunia umeweka kwenye ndoa. Uchumi wa Tanzania umeweka kwenye ndoa. Uchumi wa jamii yetu umeweka kwenye ndoa. Kupitia ndoa ndipo Mungu anapoanza kufanya kazi yake. Anaongeza maongezeko yake, analeta baraka zake, analeta furaha yake. Amani ya Mungu inakaa kwenye ndoa. Kwa hiyo hapo ndipo Mungu alipoona ni platform au ni jukwaa la maongezeko duniani. Kwa hiyo mwenye ndoa, usifanye masiara na ndoa yako. Mwenye ndoa, jua hiyo ndoa ni ya Mungu, sio ya wewe na yule mume wako au na yule mpenzi wako. Hapana, ndoa ni ya Mungu. Kwa sababu hiyo Mungu amekuchagua wewe among men, kati ya wengi, ili sasa ulibebe kusudi lake la kuongezeka na kutawala na kuijaza dunia. Umeheshimika sana, umepewa nafasi nzuri. Kwa hiyo hii nafasi hatuthubutu kamwe hata kwa sekunde kuichezea, kwa sababu Mungu ametuamini kwenye ndoa. Kwa hiyo mwenye ndoa na kijana ambaye ni mfuatiliaji, na kuomba fuatilia kipindi hichi, utaona uzuri wa ndoa, utaona utamu wa ndoa, utaona tena haja ya kuoa na kuolewa iko haja kubwa sana, ili Mungu atukuzwe duniani. Unajua, kuna namna ambavyo shetani analeta slogan au analeta maneno ya kusema kwamba ndoa zimekuwa shubiri, ndoa haziwezekani. Vijana wanaona kwamba ndoa haiwezekani. Ni kwa sababu anataka kuharibu mfumo wa Mungu duniani. Shetani ana kusudi baya la kuharibu ile idea ya Mungu duniani, ile wazo la Mungu zuri duniani, la kwamba hiyo ndoa ikawa ni mahali pa kwake pa kutukuzwa. Kwa hiyo wewe kijana nakusii leo, au mwanandoa nakusii leo, usiwe mshabiki wa shetani kutaka ndoa ziharibike, au kwamba watu wasiona kuolewa ili Mungu asitukuzwe duniani. Hapana. Kuwa mshabiki wakisema ndoa ni njema duniani. Vijana wanapaswa kuoa na kuolewa. Inawezekana. Hakuna kushindwa. Na duniani humu hakuna mashindano pasipo kushindana. Lazima kuna kushindana. Kwa hiyo kwenye ndoa kuna changamoto. Hizo zipo tu, hata ziishe. Kwa hiyo ninatamani sana mwanandoa ulioko Tanzania, mwanandoa ulioko hapa duniani, mwanandoa ulioko kijijini, mwanandoa ulioko mjini, hebu tushirikiane pamoja katika kipindi hichi cha Hanad People Corner, ya kwamba ni kipindi specific maalum kwa ajili ya ndoa na vijana. Na hapo hapo hata malezi na makuzi ya vijana yatakuwa yanazungumziwa katika kipindi hichi. Pamoja na hayo, neno la Mungu litakuwa ndio mwongozo wetu katika kipindi hichi cha majadiliano yetu. Lakini kipindi ambacho kinahusu watu wote, jamii yote, dini zote,
makabila yote, resi zote, wote wanahusika katika kipindi hichi cha Hanad People Corner. Na nia kubwa kama tulivyosema ni kwamba tuwajengee, tuwarithishe vijana wetu ya kwamba ndoa ni nzuri. Lakini pia sisi ambao tuna ndoa tukae kwenye nafasi zetu ili Mungu duniani akatukuzwe. Halafu pia masuala ya ndoa, wala wenye ndoa wayaongelee wenyewe, maana anayejua siri ya mtungi ni kata. Wewe mwenye ndoa ndio unajua siri ya ndoa. Kwa hiyo tukae mahali petu hapa, tuongee mambo yetu ya ndoa, tuyajenge mambo yetu ya ndoa, ili sasa vijana nao waige mfano mzuri kwenye ndoa. Na kuomba sana, utamwambia na mwenzako kipindi hichi kitarushwa, lakini wewe mkao wa kusema kwamba nataka nibadilishe fikra zangu, kwamba ndoa sio tu mahali pa kusema kwamba hapawezekani. Hapana. Maadamu umepata ndoa, Mungu amekuheshimu. Maadamu umeoa au umeolewa, Mungu amekuheshimu. Kwa hiyo ipokee heshima kwa moyo wa shukrani. Ikiwa wewe ni Muislamu, wewe ni Mkristo, umepewa ndoa, hiyo ndoa ni hazina yako. Hiyo ndoa ni upendeleo wako Mungu aliyokupa. Kwa hiyo hebu tukae pamoja, tuone ndoa zetu zinakuaje. Tuzifanye ziwe namna gani bora. Ziwe mahali pa kumtukuza Mungu, mahali pa furaha, mahali pa amani, mahali ambapo Mungu mwenyewe anaweza kujenga yale ambayo alitamani kwenye moyo wake kuyafanya duniani. Utajiri wa kweli unapatikana kwenye ndoa. Muendelezo wasema sustainability ya kweli inapatikana kwenye ndoa. Ukiwa na ndoa, maana yake unaweza kuona kama mimi na mume au mimi na mke, kwa hiyo nitapata watoto, nitapata kizazi kitaendelea pale. Kizazi ambacho kina address, kina address, kina anwani ya bwana fulani na bibi fulani, wakamzaa kijana fulani na binti fulani, anwani inaongezeka. Kwa hiyo ndoa inaleta address. Ni heshima hiyo. Ndoa inakupa status. Ndoa inakupa dignity. Kwa hiyo ule utu, kutoka ndoa unapata utu. Kwa mfano katika nchi zetu, hata za Afrika, hata za Ulaya, hata za wapi, hata kama mtu amepata nafasi kubwa ya uraisi au ya kazi kubwa, lazima awe ameolewa au ameoa, kwa sababu inatambulika kupitia mume na mke kwa pamoja. Hata kazi inakuwa nzuri. Hiyo unafanya kazi ofisini, unafanya kazi kwenye kampuni, popote pale, ukiwa na ndoa unaheshimika na unaaminika, unakuwa na address, unakuwa ana anwani. Kwa hiyo ndoa ni njema, ndoa ina heshima. Karibu tuendelee kwa pamoja katika kipindi hichi cha Hanad People's Corner, ili kuzijenga ndoa zetu na vijana wetu kuchukua mfano bora kwa ajili ya kujenga ndoa zao. Asante.